be this smart. I can be this. Tajiri akamwambia, sasa sharti ndilo hili. Sharti, hakikisha usiwahi rudia matambara yako. Ati usiwahi rudia nini? Sasa hizi nguo zako ulikuwa umevaa, akaonyeshwa nje, kulikuwa na drum kubwa. Alikuwa aweke ndani na achome. Na afanye nini? Akishaweka ndani anafaa kuchoma. Lakini yeye zile nguo zake alichukua na akaficha. Ati akafanya nini? Akaficha. Imagine yeye, kwa mfano ameketi kwa kiti, alikuwa tu anasema I am hungry, I think I should eat chicken. Within no time mbele yake kumeletwa nini? Akauliza, kumbe kuna watu bado wanaishi. Kwa sababu akiangalia maisha yake ya kitambo na yale ya sasa, anaona kuna mabadiliko. Halo. Na sasa katika haya mabadiliko, nataka tuingie kwa sermon ya leo, alafu turudi tuangalie huyu kijana. Si mtaniruhusu, si ndio? Sermon yetu ya leo inasema, mwambie jirani yako, Mungu hajakusahau. Geukia huyo wa side nyingine, mwambie Mungu hajakusahau. Kwa nini ninasema Mungu hajakusahau? Nataka ufungue kitabu cha Isaiah, kile tulisomewa 49 fungu lake la 16. Ningepata msomaji ningefurahia, ningeenda mbio. Yuko tayari? Haya, kama hakuna mtu amepata nitasoma. Isaiah chapter 49 verse 16 inasema, Behold, I have graven thee upon the palms of my hands. Thy walls are continually before me. Hello? Biblia inatuambia ya kwamba Mungu ameandika majina yetu wapi? Kwenye viganja vya mikono yake. Kila mtu afanye hivi, ati ameandika majina yetu wapi? Kwenye viganja vya mikono. Na hapo leo ukichukua mikono ya Yesu uangalie, unapata jina yako. Unaitwa nani? Huyu anaitwa Lilian. Akiangalia mkono ya Yesu anapata imeandikwa Lilian. Wewe unaitwa nani? Lucky. Ukiangalia mkono ya Mungu imeandikwa nani? Na wewe unaitwa nani? Malia. Ukiangalia mkono umeandikwa nani? Isn't it a wonder? Is that a wonder? Imagine sisi wote. Last week niliwaambia nilikuwa huko kunaitwa Rongo, si ndio? Imagine kulikuwa na congregation kubwa na hakuna mtu alikuwa anafanana na mwingine, na hakuna mtu niliona nishawahi ona. Unanielewa kweli? Unanielewa vile ninamaanisha? Ya kwamba Mungu ametuumba na we have spread all over the world and everyone is special to his eyes. Ati kila mtu ni special kwa macho ya nani? Na hiyo haijatosha. Akaenda an extra mile. Akaandika majina yetu sisi wote katika viganja vya mikono yake. Isn't that a wonder? And the fact that he has written our names in his hands, it means we are not forgotten. We are not. Just like that boy, aliishi kwa street, lakini siku moja Mungu alimkumbuka. Ati Mungu alifanya nini? Mungu alimkumbuka. Sasa wacha nikuambie. Hello? Kitabu cha Yohana kimeandikwa, My sheep hear
my voice. And what do they do? Hello? Hao wanakondoo wa Mungu wakisikia sauti ya Mungu wanafanya nini? Hello? Haya, let's read from the book of John. Nilisema ningepata msomaji ningefurahia. Amepatikana? John chapter 10 verse 3. John chapter 10 verse 3. Yes. The Bible says, Yes. the gatekeepers open the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. Ati he calls his own sheep by The name. Hello? Hello? Wacha niseme ukweli. Where is Mr. Arnold? Ako hapa? Yes, he is here. Nataka atusaidie. Kwa sasa wewe ndio kiongozi wetu hapa, si ni kweli? Sisi ni wanakondoo, si ndio? Unajua majina yetu? Do you know each and every person who's here by name? Is it easy? It is not easy, but I'm telling you, the whole world iko na watu zaidi ya ngapi? Elda, unaweza nisaidia? Dunia yote inaweza kuwa na watu kama wangapi? Billions of people. Lakini Yesu anajua majina ya nani? Sio kujua tu, ameandika kwa viganja vya mikono yake. Na akitaka kukuita leo, anasema John. Hello? Hata hiyo yangu mnafikiria ni ngumu, pia iko hapo kwa mkono yake, anasema tu Lusubela. Hello? Hello? Kwake hakuna kitu ngumu. Hakuna kitu gani? Yes. Kwa Mungu hakuna kitu kigumu. Sasa sikia. Hello? Hello? After you have wondered about that, let me give you another one. Let me give you in the book of Joshua. In which book? Chapter 1. Joshua chapter verse 9. Joshua chapter 1 verse. What does the Bible say? Teacher Jared, mimi najua hiyo unajua. Joshua chapter 1 verse 9 inasema aje? Joshua. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Hey, hello? Imagine ameandika lakini anaona bado haitoshi. Nilisema Jared juu nilitaka animbie be strong, be strong, be strong, be strong and of good courage. Angala jirani, never, neither, for the Lord your God, sorry, you wherever you go. Hello? That the Lord ameanza na kukuumba in a special image. Hakuna mtu mwingine anafanana na wewe. Hata mkiwa twins, hata mkiwa nani? Kuna mtu anafanana na wewe? Lazima kuna, yes there are similarities, lakini differences ni hakuna mtu anafanana na wewe. Ya pili, akachukua jina yako, akaandika wapi? Kwa mkono yake. Alafu sasa anasema, haya tuende pamoja. Hello? Ati sasa anasema nini? Be strong, be strong, be strong.
you that God is going to be with where? Where is God going to be with you? Wherever. In short, right now, when He knows you are here at the wonder. And that's why He is giving us more wonders. He is giving us more wonders. We were wondering of the childhood of Jesus Christ. Hello? Hello? See, we have been wondering vile Yesu alikuwa. Alikuwa mdogo lakini obedient. Alikuwa mdogo but He was a solution and not a problem. Hello? Alafu ambia jirani yako, alafu kuna wewe. Muulize, are you a solution or are you the problem? Hello? Hello? Let me go back to the story and then come back to the sermon. What do you think? Is that okay? Aha. I said that boy aliambiwa achukue hizo nguo zake achome. Lakini hakufanya nini? Hakuchoma. Anytime alikuwa anapanda stairs, nilisema hiyo nyumba ilikuwa imejazwa nini? Kulikuwa na kioo kila mahali. Akitembea anajiangalia kwa kioo anasema, "Ai, huyu bado ni mimi." Yule tajiri akasema, "Sasa nataka kuondoka." Nataka kufanya nini? Nataka kuondoka. Lakini nitarudi. I told you. Alikuwa anakaa hivi. Anasema nasikia. Ni kama hiyo nyumba imejazwa kamera. Ati nasikia kukula kuku. Kidogo tu anaipata nini? Akisema leo nataka kukula watermelon. Anaipata. Akitaka kuchange outfit. Anafanya nini? Hello? Hello? Akisema, I don't want a blanket. I now want a duvet. Anaipata. Hello? That is how changed his life was. From sleeping at the streets. Hello? Hello? Kukula kwa dustbin. Sasa hata si ati anapika. Anasema tu, hiyo nyumba imejaa wafanyikazi na kazi yao wanasikiza tu order. Wanasikiza tu nini? Siku moja, siku ngapi? Akiwa ameamka, amejiangalia kwa kioo. Akasema tajiri hayuko. Ati tajiri amefanya nini? Akaingia huko kwa bedroom yake. Akachukua zile nguo zake. Hello? Ati akachukua nini? Alikuwa ameambiwa hizo nguo afanye nini? Achome na asiwahi vaa tena. Lakini alisikia. Akasema leo hata tajiri hayuko. Akaenda akachukua ile nguo yake mzee. Alafu akavaa. Tulisema kila mahali kuna nini? Cameras. Na vioo vimejaa tu. Sasa yeye akawa anatembea. Na anatembea akiangalia kioo. Saili alikuwa amevaa nguo smart. Sasa amevaa nini? Amevaa matambara. Na anaangalia. Hello? Hakujua siku ya tajiri kurudi. Hakujua siku ya nani kurudi. Kumbe siku hiyo tajiri alikuwa anafanya nini? Alipokuwa anaangalia kwenye kioo, akaona hayuko peke yake, kuna mtu mwingi akiangalia sura. Basi ingekuwa ni wewe, ungefanya nini? Ingekuwa ni wewe, ungefanya nini? Tayari ameshakuona na alikupatia sheria na masharti. Hello? Hello? Jeremiah chapter 31 verse 3.
Are you there? Jeremiah chapter 31 verse 3. The Bible says, Yes. the Lord appeared to us in the past, saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Hello. What has God done? He has loved us with an everlasting. Hello. Isn't this a wonder? Hello. Wale mnapendana. Ati wale mnafanya nini? Kuna saa inafika unasema huyu nimempenda sana. Ameshaanza kutake advantage. Ushaifika hiyo part? Ushawaifika hiyo part? Hello? Ushaipenda rafiki yako alafu akakudisappoint. Sasa ile ulijua ni yeye tu. Hello? Na akakudisappoint. Sasa sikia. The Lord has loved us with an everlasting, and that's why wengine sahi wanazurura, lakini wewe uko Wanda Junction. Tell your neighbor, ndiyo sababu uko Wanda Junction, so that you can enjoy the everlasting love of God. Alafu kuna huyu mwingine amepewa kila kitu, lakini bado anafanya nini? Anakumbuka mahali amefanya nini? Mahali ametoka. Hello? Mahali umetoka mnaweza kuwa matajiri, lakini si umetoka huko kwenye ukakuja Wanda Junction. Hello? Si kule umetoka umeacha king size bed na uko hapa. Don't you think Mungu anatupenda sana? Daudi anasema, afadhali nikae kwenye nyumba ya baba kuliko kukua wapi? Hata anasema hata afadhali akae kwa gate hapa kwa doorkeeper, lakini awe kwa presence ya Mungu. Hello? 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 Mimi naona nimalizie hapo. Namaliza na Isaiah chapter 41 verse 10. Isaiah chapter 41 verse 10. Yule kijana alipendwa lakini hakupendeka. Alipewa kila kitu. Hello? You can imagine uko na kiatu smart na mzuri, alafu unataka kuvaa yenye imeraruka. Hiyo inakaa normal? Inakaa normal kweli? Yes, Isaiah 41:10. It says, Yes. do not fear, for I am with you. Hello, Do not neighbor. be Hello, neighbor. Hello, neighbor. Do you have a neighbor? I repeat these words. Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Amen. Amen. Si hata tukimalizia hapo tunaweza enda sasa. The Lord is going to uphold you with his righteous right. Let me tell you. This boy hakukuwa na lingine, sababu aliambiwa the day nitakupata na hizo nguo, it will be the end between me and you. Hakukuwa na option nyingine. Aliona tu milango zimefunguka na he was forced out. My brethren, Yesu ametupenda, ametupatia uhai bure, akaandika majina yetu kwenye viganja vya mikono yake, akaenda na sisi mahali popote tunaenda, just because he loves us. Lakini tukikataa upendo wake,
hana option nyingine. Hana nini? Hana option nyingine. Jesus has given us a chance to live with him, to live in glory. But if we don't want, he will just open his doors and we will just be out. How many here are saying, hawataki kucheza na upendo wa Mungu? They want to choose God for the rest of their lives. If that is you, raise up your hand and stand up on your feet. Now I come to a second category. You have chosen God. You have chosen Jesus. But you have not made a personal decision. But today, you want to make that personal decision. You are saying, mi sitaki kuvaa matambara tena. I am choosing Jesus Christ. Ameandika majina yangu kwenye mikono yake. Mi nataka kuishi for God. Anyone like that one? You are saying you want to live for God. In short, you want to get baptized. Alafu Mungu akuvalishe ile vazi ya righteousness. Is there somebody like that one in this congregation? Kuna mtu kama huyo? You can come in front kindly. Kama kuna mtu kama huyo, asoge tu hapa mbele. Ama sijaeleweka? Do I repeat? Haya, I am saying, wewe umeamua kuishi kwa ajili ya Kristo. Na kwa sababu amekutoa huko mahali pa kuokota, anataka akupatie space kama yule kijana. Ukuje ukae na yeye. Whatever things utahitaji yeye atakupatia, sababu ako na huo uwezo. Lakini kwa sharti moja, usirudie vazi hilo lako. In short, usiwe na hiyo tabia ambayo umekuwa nayo. You want to make a decision. You want to live for God. Kuna mtu kama huyo hapa? Just come in front kama ni wewe. Kama uko hapo, kuja tu mbele. Just come in front. And then we are going to sing our prayer song. Whisper a prayer in the morning. Whisper a prayer at noon. Whisper a prayer in the evening. So keep your... Haya, ensure you are at least 12 years. Kindly, uwe na miaka 12, tafadhali. Aya. I have said you have to be at least 12 years old. Sisi wote tuko hapa tuko 12 years old. Are we 12 years old? How old are we? Haya, kaa tu hapo. Aya, it's okay. Haya, if you still want to make a decision for Jesus and you're at least 12 years and above, you come to this side. Upande huu wa mkono wangu. Haya, wale tuko hapa, just relax here, just relax. God is going to be with us. Haya, let's start. Haya, let's sing together. We put our hands together like this. When we pray, all of our cares flee away.
Our Father in heaven is there. When we pray, when the sun in the rain, God is near. When we pray, and no one on earth seems to care, our Father in heaven is there. When we pray, in the sun, in the rain, God is near. When we pray, and no others flee away, we know our lives can be changed when we pray. Amen. So we are going to pray with us who are here, because we have known when we pray, all of our cares do what? Flee away. Let us pray. Those who are behind here, we are praying. Our kind and everlasting Father who lives in heaven, we come before thy throne of mercy, young as we are, little, tiny, and minute. We believe your hand is not shortened that it cannot save, neither your ear dull that it cannot hear. At the Wonder Junction, we have gotten a lot of wonders, including the fact that you have written our names in the palms of your hands. For sure, Lord, we don't take it for granted. There are children up front who wish to make a decision for you, as young as they are. Lord, I pray a special prayer that you remember them in your kingdom. And whatever decision they have made this day, may you dwell with them, just as you have said in your book, Joshua 1 verse 9, that you will be with us wherever we go. On the congregation too, there are those who have stood saying that they want to be your children. They want to leave their old, and behold, the new should come, just as it is in 2 Corinthians 5:17. Lord God, I know there are people who wish to make a decision for you at this congregation by the end of this vocational Bible school. I bring them unto your able hands, that you may speak to their hearts. Because any time you speak, all shall be well with us. Meet all of us at our points of need. Take care of us throughout the Wonder Junction during this week, and help us move closer to you, just as you wish. Above all, Lord, take care of us. Give us a good health. Meet us at our points of need, and remember us in your kingdom. For these we ask, believing and trusting in Jesus' name. Amen.